John 12:32. Huh? Yes. And if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Bwana bariki neno. Amen. Bwana bariki neno. Amen. Huyo ni Bwana Yesu anasema nami nikiinuliwa. Huyo ni Bwana Yesu anatangaza. If I be lifted up, nikiinuliwa, nitavuta watu wote waje kwangu. Amen. Nikiinuliwa. Yes. John 12:32. Yes. Holy Ghost akasema the family 2026 lift Jesus up. Yes. Hiyo bana tuliandika lift up Jesus. Lakini hii tumeandika lift Jesus up. Nikiinuliwa. Yes. Come on church. Yes. Nikiinuliwa, nitavuta watu wote. Yes. Kiingereza anasema men, Kiswahili anasema watu, Kiswahili napata tiki. Yes. It's not men, it is all people. If I be lifted up, yes, I will draw all men. Yes. Yes. Come on church. Come on men of God. Yes. Yes. More than ever before. More than ever before. Yes. Tuwe tumebaki na dakika ngapi? Yes. Ama wiki ngapi? Yes. Ama miaka ngapi? Yes. Before hii dunia iishe. Yes. Ikubali sasa dunia mpya. Yes. A new heaven and a new earth. Yes. Kristo akirudi kama King of Kings and Lord of Lords. Yes. Going forward. Yes. Usiwe na agenda ingine. Yes. Isipokuwa Yesu kuinuliwa. Amen. Yes. Hallelujah. Kwa wale tisa mmesema amen, kuinuliwe sana. Amen. Kusiwe na agenda ingine. Yes. Yes. Kusiwe na mahubiri mengine. Yes. Kusiwe na mafundisho mengine. Yes. In the name of Jesus. Yes. Whatever we sing. Yes. Whatever we pray. Yes. Whatever we teach. Yes. Whatever we preach. Yes. Whatever we talk. Yes. Iwe inainua Yesu. Yes. Ama inachangia kuinua Yesu. Yes. Ama inatokana na kuinua Yesu. Amen. Anasema nikiinuliwa. Yes. Nitawavuta watu wote. Yes. Ama namna gani? Anasema nikiinuliwa. Naweza enda number 1, 2, 3. Hata nisipomaliza 2 ama 3, naweza anza na 1. But number 1, 2000 years ago, alishainuliwa. Amen. Tukisema tumeinua, the thinking is that hajainuliwa in any way. Sasa the onus is upon us kumuinua. So tunakimbianga kutafuta vile tutamuinua, yet that one should not be number 1. Number 1 should be the realization that alipopandishwa juu ya mti alikuwa ameinuliwa. Amen. Kama tangu nisimame useme amen, ulikuja mkutano kufanya nini? Mimi naweza kuuliza. Naomba natakanga nijue why are we together? Tangu nisimame kama useme yes. Kama uko tu. Then it's like why did you come? Okay. Number 1, if I be lifted up. Yes. Yes. Unajua kuna watu wanasema sikusoma kwa maana sikuwa na school fees. Hautawahi sikia mtu akisema sikukuanga na attention kwa class. You don't hear that. Mayango hakunisomesha. Usikii mtu akisema nilikuwa na spirit ya Satan. Nikiona mwalimu anasema ona hako katicha. So mtoto anasahau alienda shule nini? Yeye ni kudiscuss teacher bila anatembea. Hiyo ndio viatu ya teacher. Na kanaongea namna gani? You see, once you have an attitude to the avenue that God wants to use to change your life, you have already blocked yourself and you can't move. Hata ukipewa miaka ingine 20 bado unapatikana ukisema mimi nilikosea Mungu nini? Ni attitude hujawahi change. But no more. Hallelujah. 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 If I be lifted, number 1, yes, alipoandikwa msalaba, alishakuwa ameinuliwa. So, don't you rush kujaribu kumuinua. Number 1, tambua ameinuliwa. Most preachers are operating from a place where hajainuliwa. Tunafaa tung'ang'ane ainuliwe. Number 1, before you were born, alishainuliwa. Yes.
kimwili, watapona kiakili. We need to come somewhere where the church is a healed church. Tukae hatuna ugonjwa, na ikija kwa maana sisi ni wanadamu, tuiambie Jehova wetu amesema. Exodus 15:26. Ninaweza pia itwa Jehova Rafa, kwa maana mimi ni Mungu awaponyaye. Kama watu wamekataa miujiza ya kweli, sahi yenye imetamba ni miujiza ya uongo. Miujiza ya uongo. But Mungu wa kweli aliye hai ana miujiza ya ukweli. In every area of life, miujiza iko mbele yako, na miujiza iko na wewe. Malaika akamwambia Gideon, mighty man of valor, amuka in this your strength, go and deliver the people. Gideon akasema, say it again. Malaika akasema, the Lord God is with you, mighty man. Inuka na hii nguvu, uende ukomboe wana wa Israeli. Gideon akasema, Bwana Angel, enda pole. Mimi si wale wanaangukanga chini malaika amekuja. Mimi tunaulizana maswali. If God is with us, vile mbona miujiza hatuioni? Tulisikia tuko mababa. Nimejificha hapa na siaga unga ili wamijani wasininyang'anye. Wanatunyang'anya ikiwa shambani, na yenye wakunyang'anya shambani, ukishavuna wanakufuata nyumbani, hata kama ndio mnaenda kupika sapa. Na umenikuta nimejificha na siaga unga, na unaniambia the Lord is with me, na I am a mighty man of valor. Mambo ya mighty man of valor, kwanza hiyo moja. Tuanze na the Lord is with us. Lord gani ako na sisi na hatuna miujiza? Malaika hakuchange ujumbe wake. Malaika hakuchange the story. Alibaki tu mighty man of valor. The Lord is with you. Go in this power and deliver the people. See yourself the way God sees you. Don't see yourself the way you have been seeing yourself. Don't see yourself the way the devil has been telling you. And don't see yourself the way people around you see you. You see you by faith. You see you by the eye of the Spirit. The problem was identity. Gideon akasema, I come from the smallest. In our tribe, I come from the smallest clan. In the clan, I come from the smallest family. And in our family, I am the smallest. Problem of identity. Malaika akasema, I'm telling you, you are a mighty man of God. And go in this strength and serve the people. Gideon akasema, where are the miracles? That our fathers, baba zetu waliona miujiza. That discussion ends today. Amen. Mimi nilipewa hiyo in January. It ends today. For the sake of this meeting. Kwa ingine yetu imeisha hapo nyuma. Wacha niilete leo wote tukutane kwa msalaba wa Kalvari. Kwa hii masomo ya mzungu kwanza ya form 4. Iko na maswali nasemanga argue and discuss. So unapata mtu maisha yake yote ni kuargue and kudiscuss. Ama hata ukisema hiyo sweta ni nzuri, mpaka mtu aseme ni nzuri, lakini hiyo mkono ama waliimba vizuri. No, waliimba vizuri, lakini you see, mkutano ilikuwa mzuri. Mkutano ilikuwa mzuri, lakini so you see, argue and discuss. Mpaka unapata mtu ameokoka, lakini hata umpe 10 issues, hakuna moja atasema hiyo na msifu Bwana. Akisema hiyo na msifu Bwana, wakati wao unasema amen na kusupport, anasema isipokuwa
Because tulisoma masomo ya argue and discuss. Yes. Paka kompe inaingia hata kuongea, hata conversation between husband and wife. Inakuwa hata sasa si watu wana argue. Si ati watu wanakoro. Ni watu wanaongeleshana tu. Mtu anasema sio neno imefanyika ndio ile nilisema. Ndio yeye anasema si wewe ulisema, mimi ndio nilikuwa nimesema. Na hiyo baraka imeshuka. Si ndio Mungu alinionyesha? Sio wewe ulionyeshwa. Ni mimi ndio nilionyeshwa. Si pengine mlionyeshwa wote. Ama namna gani? Hallelujah. Hallelujah. 2026 is our time. It's our time. Yes. In the name of Jesus. Yes. Zile siku zimebaki. It is our time. Yes. I have 3.1. Alipoangikwa msalabani, alikuwa ameinuliwa. Kwa maana alipoangikwa, akaachilia msamaha. Yes. Niko na nani kwa hiyo injili? Yes. Alipoangikwa, yes, msalabani, yes, akasema Baba uwasamehe. Yes. Blanket forgiveness. Yes. Amen. Akasema Baba uwasamehe. Yes. So watu wamesamehewa. Yes. So hakuna mtu anaenda jehanamu kwa ajili ya dhambi. Yes. Watu wanaenda jehanamu kwa maana wamekataa msamaha ya dhambi. Yes. Kwa maana aliposamehe alisamehe. Yes. Forget about teaching yenye ulipewa. Watu wengine ni sheep, wengine ni goat. Let's go to cut the long story short. Alisamehe watu. Romans chapter 5 verse 17 to 21. Vile mauti iliingia kwa ajili ya dhambi ya mtu mmoja. The first Adam, naye eternal life imekuja kwa ajili ya obedience ya mtu mmoja. Aliachilia msamaha. Amen. As far as God is concerned, yes, everybody is forgiven. Yes. Hata kama ni mara yako ya kwanza kusikia, sasa sikia na usikie. Yes. As far as heaven is concerned, yes, everybody is forgiven. Yes. Awe ni a Christian, yes, awe ni Muslim, yes, awe ni devil worshipper, yes, awe ni Illuminati, yes, whatever you want to come up with, yes, alisema Baba, yes, uwasamehe. Yes. Yeye akisema Baba, yes, uwasamehe, yes, anamaanisha wote. Yes. Mwenye anapokea hiyo msamaha, yes, aingia uzima wa milele. Amen. Mwenye anakataa, yes, asiwahi sema tu kumwambia, yes, umeletewa msamaha, yes, umeletewa uponyi, yes, umeletewa uzima, yes, he's already lifted. Yes. Na kusema tu Baba wasamehe. Tena akasema yote imekwisha. Yote imekwisha. Akisema yote imekwisha, yes, hakuwa anasema syllabus ya CBC imekwisha. Alikuwa anasema mambo ya Mungu kuhesabia watu dhambi yao. Yes. Yes. Hallelujah. Akisema imekwisha, yes, alikuwa anamaanisha Torati ya Musa, yes, yaleta hii kondoo, yes, na ulete huyu ndume, yes, na ulete huyu beberu, yes, ndio sasa usamehewe. Yes. Hiyo kuleta damu ya wanyama, yes, wanyama walikuwa tu wanangojea mimi nikuje, yes, mimi ndio mwana kondoo wa Mungu, yes, achukuaye dhambi za ulimwengu. Yes. Sasa turudi tena kwa Torati ya Musa. Yes. Wale wataisikia hiyo Afrika, naomba watawale hii dunia. Amen.
inafaa ng'ombe yenye itachinjwa isiwe ya red, iwe black. Na inafaa nyama ile watu watakula isinunuliwa kwa buchari. Inafaa lazima ichinjwe, damu iendeko chini, wazee wa hii eneo waliokufa wasikunywepo. Na hiyo ng'ombe kuna sehemu zingine haichinjwawi na panga. Because wewe ni wokovu unajua na kukaa Nairobi. Lakini kuna mambo hujui na uende nisipokuambia utakatu hivyo mpaka hesabuji. Saa ingine hawachinji na kisu, hawakati na upanga. Kuna mtu huwa analetwa saa 11 asubuhi before jua itokee. Anaiangukia, anaifinza hivi. Anaistrangle. Akisha strangle ndio yule wakuja kukata akate. Afrika si rahisi. Ati mtu anaenda kanisa ni Mkristo amepata accident, wazee huko nyumbani wasikie, wamwambie hiyo ni bahati mbaya, wacha damu ya Yesu ikufunike. Hiyo ni mchana. Usiku anasema ulisema ilikuwa accident. Inafaa kutufanye kitu. Na hiyo kitu ni mtu anaingia na kuku fulani. Let me tell you. Yes. Mwenye kwa hii mkutano. Yes. Na ameshaamua. Yes. Na ana renew. Yes. Ama anasema moyoni for the first time. Yes. Sitachanganya damu ya Yesu. Yes. Na damu ya mnyama mwingine. Huyo mtu Mungu wangu amwinue sana. Huyo mtu yeye na watoto wake watawale. Huyo mtu na watoto wake wasiwahi kuumia. In the name of Jesus, kila mlango wa baraka wafatanga malaika mtakatifu anafungua. In the name of Jesus. Hiyo lazima iwe na amen. Iwe na amen, isiwe na amen. Hiyo injili inangojewa kwa TV. In the name of Jesus. Alipokufa msalabani, alibeba dhambi zetu, alibeba laana zetu. Is it a true yes? Yes. Is it a true yes? Is it a true yes? Because Nigeria, na South Africa, na Tanzania, na Uganda, na Kenya, wahubiri wa Pentecost wamekataa kata na kwamba Yesu hakutoa laana. I beg to differ. I beg to differ. Yes. I beg to differ. Galatians chapter 3, verse 13. Wagalatia 3:13. Christ has redeemed us from the curse of the law. Kristo ametukomboa kutokana na laana ya Torati. He himself made a curse. Kama unasema yes, nisikupata umenunua mishumaa. Atileta mishumaa 5 ya black, mishumaa 3 ya yellow, mishumaa 6 ya blue, mishumaa my foot. Hiyo mishumaa haina deliverance. It is just a lot of foolishness and deception. Usitaka nihubiri kama Joel Austin. Hata nihubiri tu kama Jared Appiah. Ukiwa mtu mwingine nani atakuwa wewe? Fungua mdomo unijibu. Wewe ukifaulu kuwa mtu mwingine, nani atakuwa wewe? Hakuna. Preach kama TD Jakes. Pengine kidogo kama Isaac Habuni na kidogo kama Papa Selulu. Hiyo naweza kubali. Na mlima kidogo. Najoeka kidogo. Ama namna gani? Na Papa Taylor's one kidogo. Alafu nimefika kama J.M. Moody. Alafu nirudi tu kama Jared Appiah. Sasa kuchanganya maupako. Hallelujah. Kuchanganya maupako nyingi ni kwa malaya wa kiroho. Forgive my language. Ama kukunywa kila kitu kutoka kwa kila muti na kila mhubiri. Mahubiri kwa social media. Huyu anapinga huyu na huyu anapinga huyu na huyu anapinga yule, na wote unafuata. Unachanganyikiwa wewe. Hiyo ni mchanganyiko maalum, na ukifuata wewe mwenyewe unachanganyikiwa. Tukikutafuta hatuwezi kukupata. Umechanganyika hapo ndani. Heshimu tu wahubiri na wengine wachana nao. Heshimu wahubiri na wengine point zao waachie. Hata vitabu zenye uko nazo si lazima kila kitu wameandika ni kweli. Lakini 60% ndio kweli. Na 40% ni
opinions za huyo mtu. Chagua hizo zingine unamwachia. Sio unakunywa yote ukifuatana na yote. Ama namna gani? Hallelujah. 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 Kama hauko kwa matanga, si lazima uimbe verse zote za kila wimbo. Chagua rudisha verses. I keep saying that I don't know who obeys that in the body of Christ. And whenever unaimba, si lazima uimbe verses zote. Ukiona sio matanga, rudisha. Hata nikipita kwa bonde la uvuli, no, rudisha hiyo. Rudisha hiyo. Amen. Ama namna gani? Ingawa shetani atanitesa, nilipe pesa, sisi mtaniona kwa video, I will never, mimi kusaidia kusema ingawa shetani oh, not me. Oh, I cannot give him license. Hallelujah. Proverbs 18, 20 and 21. Yes. The power of life and death is in the tongue. And everybody will be satisfied by how they use their tongue. Come on, church. Say in the name of Jesus. In the name of Jesus. My sins are forgiven. My sins are forgiven. I am highly favored. I am highly favored. I am blessed. I am blessed. Nimekumbukwa. Nimekumbukwa. Sema fungua mdomo, sema nimekumbukwa. Nimekumbukwa. Na Jehova. Nimesamehewa. Nimependelewa. Nimehifadhiwa. Kiroho, kinafsi, kimwili, ninapoondoka na ninaporudi, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Jehova. Ikawa wangu wamebarikiwa, wanatawala kwa neema tu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Alipoandikwa, alikuwa ameinuliwa. Ama? Niongeze. Because number 1 here ishi. Niongeze. Number 2. Number 2 na inaenda tu na 1. Ni 1A and B. Alipoinuliwa, na wewe alikuinua. Amen. Hallelujah. Glory. Because watu wengine wanafurahia Yesu ameinuliwa. Ameinuliwa. Shida ni sisi ametuacha hapa. Alipokufa na wewe ulikufa. Amen. Alipozikwa na wewe ulizikwa. Alipofufuliwa na wewe ulifufuliwa. Nilikuwa Amen. alipopaa mbinguni na wewe ulipaa. Alipoketishwa kwa mkono wa kuume kwa mamlaka yote na wewe rohoni kwa Roho Mtakatifu na kwa imani ikiwa hapa duniani, but in your spirit ambayo imeunganishwa na mbinguni, unangoja Yesu arudi kutoka mbinguni, bali sasa umeunganishwa naye, hii ni moja. 1 Corinthians 6:17. Yeyote ameunganishwa na Kristo, they are one spirit. Kama umeunganishwa na Kristo, nyinyi ni roho moja. Nyinyi ni roho moja. Colossians 1:27. Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Philippians 3:3. We are the circumcision that worship God in the spirit, and we have no confidence in the flesh. And now true circumcision is not physical circumcision, but circumcision of the heart. Colossians 2:11. You have been circumcised in your spirit. Nimerudi Romans 6:6. You are old man. Sema mtu wangu wa kale. Mtu wangu wa kale. Ama nisaidie mtu kwanza nimpeleke 2 Corinthians 5:7. We walk by faith and not by sight. Ukiwalk by sight, kuna evidence haujakufa. Kuna evidence Yesu akisulubiwa ulikuwa hujazaliwa. Lakini ukiwalk by faith, Yesu akisulubiwa in the spirit ulikuwa. Amen.
Niko na nani hapo? Niko na nani? Waefeso 1:4, the Father chose you in Christ before the foundations of the world. Kabla ulimwengu haijaumbwa, Baba alikujua, akakuchagua ndani ya Kristo. Hatujaanza jana vile uliambiwa. Hatujaanza juzi vile unajua. Kabla ya misingi ya ulimwengu, Baba alitujua, akatuchagua katika Kristo. Jeremiah 1:5. Usiniambie mimi ni mtoto mdogo. Siwezi hubiria wazee. Wacha nikwambie, kabla hujaumbwa katika tumbo la mama yako, kabla ya baba yako kuambia mama yako wakiwa vijana, mimi najua sahihi nasema can I have your number? Lakini kitu amjui wa kuka zenu alikuwa akipita na huyo hapa anasema hawakujua anasema kiss 100 ama naongea na Jenny so we can understand. Tuwasamehe because mtu apigani simu azaliwe sana. Jeremia 1:5. Kabla uungwe kwa tumbo ya, that means before your father and mother. Naweza pata watu wawili waamini imani that your father and mother are very important, but your origin it should never be hindered by the nonsense of my father and my mother. Because before may you never be the same. Because hakuna mtoto anapiga simu. Nizaliwe wapi? Nizaliwe na nani? Ndugu wa Jefta wakamwambia ni siku ya kurithi. Na wewe ni mwanaharamu. Ulizaliwa nje ya ndoa. When it comes to you being a child of God, whether ulizaliwa in wedlock or outside the wedlock, I don't care. You will not be bothered in a bad way. I really don't give a damn who was born inside the lock and who was born outside the lock, and whoever was controlling locking the lock and the knob are recording. Kwa maana kuna mtoto kama mtoto amezaliwa kwa ajili ya dhambi ya fornication, wazazi ndio watubu, na mtoto ambiwa hakuna dhambi ulifanya, na Jehova alikujua kabla ya misingi ya ulimwengu. Anasema kabla uungwe kwa tumbo ya mama, nilikujua, nikakupenda, nikakuchagua, nikakuweka wakfu, nikaweka neno langu kwa kinywa. Unaiona kwa neno na unachukua kwa imani. You are accepted. Amen. In the beloved. Kila mwenye alikukataa. Na unja sasa spirit ya rejection. Over your life. Kila mwenye amekukataa. Hata sahi mwenye anajaribu kukukataa. Hata mwenye anadanganya na kupenda. Lakini moyoni amekudharau. Hata anadanganya na kupenda. Lakini anakutakia mabaya. We cancel it in the name of Jesus. The Son of the Lord and the Son of Gideon. The Son of the Lord and the Son of Nifami. The Son of the Lord and the Son of Aquila. Be free right now. In the name of Jesus. From the spirit of rejection. Every spirit. Every thought. Every mentality. Even from within you. Mimi niko tu. Mimi hakuna mahali naenda. We cancel that. Unaenda mahali. Unasonga mbele. In the name of Jesus. Jehova wewe sema asiyefanya kazi asile, alafu akunyime kazi.
physical realm. Come on church. Yes. Come on church. Yes. That's why my bishop wanaombea mwenye amepita uprezi. Are we together? Yes. Na Attorney General wanaswea in mwenye amekuwa lakini kwa president 20 huenda 15 wanajua kama na hizi zinaendelea. Usiku nilienda mahali saa 8 na kitu ikachinjwa na nikafanyiwa maneno ndio imenifanya kuwa The reason watu wanaenda kwa uchawi is because they have the sense that the spiritual realm is more powerful than the physical realm. Some people wakiwa ni Wakristo, Ukristo inakuwa ndio ujinga wao. Na watu wengine wakiokoka, mniangalia nikihubiri hii, hiyo kuokoka wameokoka, inakuwa ndio ujinga wao. Unajua tunafaa tubaki na wokovu na ujinga itoke. Ukisema mimi siamini uchawi, wewe ndio uamini, lakini nyumba zenye mnakaa, half of them wenye wako na hizo nyumba wanaamini uchawi. Hata usiseme amen. Hata makazi mnafanya mnasema Mungu amefanya muujiza nimepata kazi. Kila kampuni na directors hawajajazwa na roho. So the point is kuna watu wenye akili wanajua hii dunia unahitaji bidii, na unahitaji afya, na unahitaji masomo, but above all unahitaji spiritual enforcement. That's why mtu anaendesha Mercedes na amesoma mpaka Oxford, lakini saa 9 usiku anaenda mahali na wewe unakaa tu mwenye anaamini kamuji haendangi kwa ofisi bure anajifanya anaenda choo na ukifika choo kuna kitu anafanya anaambia ukiamuka ukule hii na hii uteme na ukikutana na kusi urudi na wewe ukikutana mwanaume urudi usiende bila kukutana mwanamke na wewe anakwambia ukikutana mwanamke urudi hata kama utachelewa ndege make sure ukikutana mwanaume na wanafuata na wenye wameokoka wanalala mpaka masaa inapita alam inalia mpaka hawasikii. Ndio maana kanisa imekaa hivyo without power, useless, inadharauliwa na watu. No more. Tuko na remnant. There is a remnant. But I'm telling this world, nikiwa na Yesu, I have everything. Hallelujah. Glory. Alipoinuliwa na wewe uliinuliwa. Amen. Alipokufa, Ephesians chapter 1 verse 6, you are accepted in the beloved. Someone say I'm accepted in the beloved. Amen. Ephesians chapter 2 verse 6, we are seated together with Christ in heavenly places. These are spiritual truths. They are spiritual realities. They are discerned by faith. And you receive them by faith. Zinakaa kama ni make believe. But once you truly believe, you are the winner, not the loser. You are the head and not the tail. It's just a matter of time. In every area of life. Hallelujah. Kenya belongs to Jesus. Kenya belongs to Jesus. Amen. Now wanajua. Hallelujah. 13. People help me. Christ has redeemed us from the curse of the law. He himself being made a curse for us, as it is written, cursed is everyone who hangs on a tree, so that we who are born Gentiles may partake of the blessing of Father Abraham and receive the promise of the Spirit by faith. Amen. Kristo ametuondolea laana. Hallelujah. Kristo ametuondolea laana. Kristo ametuondolea laana. Kristo ametuondolea laana. As a man thinketh in his, so he is. Ukiamini umelaaniwa, then laana iko na mamlaka juu yako. Ukiamini Kristo amechukua laana, malaika wanatumwa kuja kuconfirm that word. Amen. Today decides.
Ni Pasaka ya Yesu alikufa. Yes. Msalabani. Yes. Kwa ajili yetu. Yes. Today decide. Yes. Are you blessed? Yes. Today, si Mungu atadecide. Yes. Na si shetani atadecide. Yes. Na si mhubiri atadecide. Yes. Na si jirani atadecide. Yes. Na si adui yako atadecide. Yes. Na si mchawi atadecide. Yes. Ni wewe na mimi tutadecide. Yes. Am I blessed? Yes. Or am I cursed? Yes. Hata huyo mhubiri. Yes. Yes. Mwenye ana minister deliverance. Yes. Si ati kwao ni perfect. Are we together? Yes. Pakina Benihim si perfect. Yes. Pakina Bonge si perfect. Yes. Sijui naweza ambia nani amini. Yes. Pakina Pope Francis sio perfect. Yes. Kama ni mwanadamu. Yes. Tukienda vizazi vinne. Yes. Upande wa baba. Yes. Na upande wa mama. Yes. Tutapata kila aina ya dhambi. Yes. Na kila aina ya laana. Yes. Kuna shortcut inaitwa msalaba. Yes. Through the cross of Calvary. Yes. Kuna msamaha wa dhambi. Yes. Kama uko chini ya msalaba. Yes. Hata kama hujazaa. Yes. Wewe si tasa. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Respect the natural. Yes. But lift the word of God above the natural. Yes. You are the head and not the tail. Yes. You are accepted in the beloved. Yes. You are seated in heavenly places in Hallelujah. Sema from today. From today. Galatians 2:20. Galatians 2:20 is not only is not the testimony of Paul the testimony of and a few powerful Christians. Now I take it by faith, with humility. I now declare, nevertheless, I live, yet not I, but Christ is living in me, through me, as me. And the life I now live in this flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Pasaka, the April 29, the year 6 BC. 2,000 years ago, when it would have been an April 29, aliandikwa msalabani saa 3 asubuhi. Ikifika saa 6, Yes. jua ikasema kwa nini na waka na mwenye aliniumba ako msalabani. Jua ikazima zip for 3 hours. Ilikuwa giza. Dunia ikasema mwenye aliniumba wanajiandaa kuja kumzika, na huyo hastahili azikwe nimshikilie ile nashikilianga wenye wamekufa. Dunia ikaanza kutetemeka hadi ikakuja nyama ikapasuka. Yule amesimamia kusulubiwa kwa Yesu akasema for sure this was the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Ikifika saa 9 giza ikatoka. Wakasema kwa desturi ya Wayahudi kesho ni sabato maalum, haifai watu wabaki kwa msalaba. Na msalaba ilikuwa kifo cha mateso. Mtu alikuwa anakufa baada ya siku 3 ama 4 ama wiki moja. Wakiangalia Yesu ameshakufa. Ama na wale wanaendanga na Yesu, madaktari wanajua. Wale wanaendanga na Yesu, manasi wanajua. Because miaka yao yote ikifika saa ya roho mtu kumtoka, watu wanatoanga macho, inatoka hapa mpaka huko, alafu wanatoa ulimi 2 meters, alafu wanaanza kupigana mpaka wanaleta mashika, wanafungana. Daktari kwa hapa Sister Purity, wanafunganga watu mikono, wanafunga miguu. Sawa? Ndio mtu atoke hii dunia. Sema not my portion. Akienda wanakujanga wanarudisha hiyo ulimi, wanamslafu kujanga hapa na adabu, wanafunga macho. Lakini aliye na Yesu pale msalabani alisema Father,
Yes. into your hands. Yes. I commend my spirit. Yes. Yes. Wakasema kwa ajili ya mila ya Wayahudi, yes, tusaidia hawa watakufa. Yes. Leteni nyundo mjinga. Yes. Wakaanza kuvunja mabega na elbows na miguu. Wakifika kwa Yesu, mmoja akasema huyu msivunje. Ni kama ameshalala. Yes. Ikatimia andiko la nabii. Yes. Wengine watavunjwa mifupa yao. Lakini watakapomfikia hata mfupa mmoja. Mwenye amesimamia hiyo kusulubiwa. Akasema let us confirm. Ya kwamba amekufa. The way to confirm. Sileta mkuki. Askari mwenye anajua aweke under the fifth rib. Kumbe ni Zakaria 13 verse 1. One day I will open a fountain of cleansing to remove the sins. Nani anasikiliza? Kumbe ni Zakaria 13 verse 1. Siku moja nitafungua kijito cha utakaso. Yesu nitafungua kijito cha utakaso kwa ajili ya watu wangu. Walipotunga mkuki ikatoka damu na maji. Ilitoka damu na maji. Ulilipiwa deni ya dhambi. Kalipiwa gharama ya ukombozi. Ulifanya nini? Ulifanya na nani? Ulienda wapi? Kwenda ulienda? Come on people. Kwenda nilienda. Kufanya nilifanya. Sikatai. Lakini damu ya Yesu. Hallelujah. Kwa maana difami kila mkutano anaheshimiwa. Hakuna mkutano anaheshimiwa kushinda Pasaka. Kwa maana aliwaambia Exodus 12 verse 42. He will sing ukombozi wenu. You will remember this night in all your generations. This is the night you remember. In all your generations. How I have delivered you. Hallelujah. Anasema tulipokutana. Sikutaka kujua mambo mengi kuwahusu. Bali Kristo na vile amesulubiwa. Wale mlisoma nao wacha kujua vile walikujua. Wale mlizaliwa nao wakujua vile wanakujua. Lakini wale wanaamini injili ya Pasaka wajue tamu imebubujika ndani ya Immanueli. Hallelujah. Inasafisha, inaondoa. Hakuna nguvu kama hiyo. Kijito cha utakaso ni damu ya Yesu. Bwana anao uwezo kunipa wokovu. Hallelujah. Hallelujah. Damu ya Yesu ina nguvu. Ina nguvu ya kuharibu. I'm quoting the verses. Damu ya Yesu ina nguvu kuharibu uovu uliodhulumu. Na sasa ninaondoka kutembea kwa nuru ya mbingu na moyo safi kabisa kueleza Mungu wangu. Ni neema ya ajabu kupatwa na damu na kumjua Yesu. Yesu wa msalaba. Kijito cha utakaso nisawe kuoshwa huko na msifu Bwana kwa hilo. Nimepata utakaso. Ile imebaki. Nisaidie kuhubiri ndani. Ile imebaki. Ile imebaki. Pale tumeketishwa na Yesu tudumu hapo. Ili ainuliwe. In all we think, in all we say, in all we do, not by our might, but by the mercy and the grace and the help of God and the help of the Holy Spirit and the blood of Jesus. Amen. Ile imebaki ni kudumu pale. Tukae hapo. Because kuna baraka zingine si za watu wameokoka.
ama wanaenda nifani, ni za wale wanadumu in a secret place. Leo si mtu aingie hapo, na mwenye ameingia si asitoke. Haleluya. Huko nje kuna manyang'ao. Huko nje mtu alitoka Jerusalem anaenda down to Jericho. Alikutana majambazi. Huko nje kuna hatari. Tukae hapo ndani. Anasema he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Hallelujah. 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 Tukae hapo na tuone akileta watu wengi kwake. Yes. Na hawa analeta waende kwa msalaba wa Calvary. Wakipata uponyi wakae kwa nyumba yake. Na nyumba yake ni kubwa. Inaitwa Catholic, inaitwa PCA, inaitwa Anglican, inaitwa PAG, inaitwa Sita, inaitwa KAG, inaitwa Full Gospel, inaitwa Winners Chapel, na pia inaitwa Lifami. Hao wenye wanavuta waje kwake, wengine waingie hapo. Before the end of this year, tukikutana hivi, hata kama wengi hawajafika, na by tomorrow watakuwa wengi. Tukikutana hivi, tukiwa wachache sana, tuwe 300, timu ya Gideon. Tukifika December 31, 2026, ndio tuingie 2026, tukiwa wachache sana, as a family, by the mercy and grace of God. Intercessors muinue imani, na kuisupport nikisema, tuwe tukiwa wachache sana 1,000. Tumepokea kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Itimie andiko la nabii Isaiah 60:22, aliye mdogo katika hiyo end time revival atakuwa 1,000. Unaonaje Kisumu wakiwa wachache sana wawe 1,000? Naivasha na Nakuru itakuwaje? Kila mmoja apokee in every age of life. Na umeshaanza hiyo biashara inyoke in the name of Jesus. Wale wapeanangi tenda kwa watu wa kabila lako na wanajua wewe una hiyo kabila, this time round wakupatie, alafu waongezea ushuhuda wenyewe, wakwambia we don't know why we gave you this tender, na wewe useme it's because of Pasaka. Wale wafanyiani fedha watu kama wewe, ama wenye wanatoka kule unatoka, wakufanyia fedha, na wakishafanya fedha wenyewe washuhudie, wakwambia hata hiyo fedha tumekufanyia, we don't know why we did it. Someone say it is mine. It is mine. Hallelujah. Glory, glory. Nilikuwa nafundisha. Can I preach for 1 minute? Can I? Isaiah 3:10. Isaiah 3:10. Ubiri na mimi. Isaiah 3:10. Ubiri na mimi. Open your mouth. Isaiah 3:10. Isaiah says, come on, sema na mimi. Isaiah says, or rather, God through the prophet says, tell the righteous, it shall be well. It shall be well. Glory. Tell the righteous, it shall be well. Hallelujah. Hata kama ni kiti haina mtu, wewe ndio uone mtu, mimi naona huyo mtu. Ambia jirani yako, hata kama ni kiti, it shall be well. Hallelujah. Ambia mtu ako ni wa right ama kiti, it shall be well. It shall be well. Ambia mwenye ako ni wa left, it shall be well. It shall be well. Mwenye ako mbele yako, hata kama ni maji ama Bible, mwambie it shall be well. Mwenye ako nyuma ameuka, ambia huyo kwa nyuma yako, it shall be well. Hallelujah. Yule mama Mshunemu alikuwa na mashida, na sitaki kutaja hiyo, is not our portion. Lakini nabii akimuuliza
Kwa hiyo leo mnisamehe kidogo, sitasema it is well, although it is well, acha tu niende na Isaiah 3:10, it shall be well. I want to declare, it shall be well. In the name of Jesus. Usiseme, ona kosa anahalisha. Immediately I say it shall be well. From the end of that well, the being well is in portion. Nihubiri andiko halfway, wacha niimalize. In the Old Testament, nihubiri nani? In the Old Testament, the righteous alikuwa mtu holy, upright, God-fearing, blameless, keeping the law. Kuna mtu hajanisikia? Kwa Agano la Kale, mtu aitwa mwenye haki ni mtakatifu, mtunza Torati, kama church, mtunza Torati, mwenye hana lawama. I'm saying something very powerful. Kwa Agano la Kale, ndio mtu aitwa the righteous. Lazima awe ako holy, ana keep the law, ako upright, ako blameless. In the New Testament, mtu kuitwa mwenye haki sio the same na Old Testament. Kwa New Testament, mtu kuitwa mwenye haki ni yule amekubali mimi ni mwenye dhambi, lakini Yesu wa Calvary amelipa deni yangu ya dhambi, amepokea msamaha na kuoshwa kwa damu kwa imani. That's how we need to say that. Can I repeat? In the New Testament, my brothers and sisters, ladies and gentlemen, and those watching us over television, in the New Testament, the righteous, the just, ni mwenye dhambi wa kawaida, mwenye amekubali kwa kafara ya Kristo, kwa sadaka ya mwanakondoo msalabani, kwa imani ni msamehewa. Hallelujah. Glory. Sasa, mtu aseme sasa, anapotenda haki, anapotendea kwa utakatifu, hiyo ni matunda ya yeye kuwa the righteous. Because in the Old Testament, before afanye haki, already alikuwa Mwisraeli, na ukizaliwa Mwisraeli, already wewe ni mtu wa Mungu, kwa maana Mungu ako na agano na nyinyi. But in the New Testament, sisi tuliozaliwa Gentiles, we are outsiders. Spiritually we are dogs, without God. But through Christ, by faith, Romans 3:23, the wages of sin is death, but the gift of God is righteousness. Now, verse 24 and 25, the righteousness not of the law, but the righteousness of faith in Jesus Christ. Are we together? Hallelujah. 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 In the New Testament, mwenye haki, hapo nyuma tuko pamoja. Kwa Agano Jipya mtakatifu, si mwenye amelinda kila kitu tiki. Ni mwenye amekubali Yesu ndio sadaka yangu. Huyo ni mwenye haki. Thank you, Jesus. Sasa wakati atatenda haki na kutembea kwa utakatifu, hiyo tu ni matunda ya yeye kuwa haki. Lakini haki ya kufanywa kuitwa haki anaipokea kwa imani. So right now, before nikae chini, before tukae chini, tupate salamu ya 10 minutes alafu tukule lunch. Do I have some righteous people in here? Yes. By the grace of God, by the grace of God, do I have some justified people in here? Do I have some righteous people in here? Do I have forgiven people in here? Can I obey the prophet Isaiah? Kwa niaba ya nyinyi wote leaders na wahubiri, mnaniruhusu kwa niaba yenu nijiambie na niambie
be well. Hallelujah. Hallelujah. Ukitaka, wale mmesimama keep standing. Ukitaka, ukikutana na Ayubu, umuulize. Zila alipitia makanisa Pentecost yote, ikasema huyu mtu ako na laana, aende wafufue TB Joshua. Huyo ndio anaweza muondolea hiyo laana. Mtu hawezi pitia hizi mashida, anafiwa na kila mtu, anapoteza kila kitu. Maandiko inasema after this. Nilisikia baba yangu akiroa mwingine akisema after this. Maandiko inasema Bwana alimkumbuka. Akampa watoto wengine. Wasichana wake wakasifiwa. Ndio wasupu dunia mzima. Akampa vijana. Na mali yote akamrudishia mara mbili. Because neno la Bwana ni hili. Tell the righteous, it shall be well.